Balozi wa Iran na mwakilishi wa kudumu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Vienna amesema kwamba Marekani imeonyesha kwa uoga shughuli za nyuklia za amani za Iran kama hatari katika jaribio la kuweza kufanya vitendo viwili alamu vya uchokozi dhidi ya nchi hiyo. Reza alitoa matamshi hayo katika taarifa iliyotolewa katika kikao cha 11 cha mkutano wa mapitio wa nchi husika za mkataba wa kutokomeza nyuklia NPT katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York siku ya Jumatano. Alisema kwamba katika kipindi cha chini ya miezi 9 tu mwaka 2025 na mwaka 2026 wamiliki wawili wa silaha za nyuklia walianzisha mashambulizi ya kijeshi kinyume cha sheria dhidi ya Iran ambayo imeweka mpango wake wa nyuklia wa kiraia chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa la nishati la atomiki. Ingawa uranium yote iliyorutubishwa ya Iran imekuwa chini ya usimamizi kamili wa shirika la atomiki na kuhesabiwa hata hadi gramu yake ya mwisho, na hadi sasa hakuna ripoti yoyote kuhusu ubadilishanaji wa hata gramu moja ya nyenzo kama hizo. Wamarekani walieleza kwa uoga uranium iliyorutubishwa ya Iran kama hatari, aliongeza katika taarifa hiyo. Lakini Reza alibainisha kuwa maafisa wa Israeli walirudia uongo mkubwa kwamba Iran iko wiki chache tu kabla ya kuweza kutengeneza silaha za nyuklia katika jaribio la kuweza kugeuza umakini kutoka kwa ukatili wa utawala huo pamoja na mpango wake wa silaha za nyuklia za siri. Mjumbe huyo pia alisema kwamba mashambulizi kati ya Marekani na Israeli yalilenga miundombinu ya kiraia ya Iran, ikiwa ni pamoja na shule, vyuo vikuu, hospitali, madaraja, nyumba, misikiti, makanisa, masinagogi na maeneo ya kihistoria, na kumuua kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei ambaye alikuwa ametoa fatwa au amri ya kidini kuhusu marufuku ya silaha za nyuklia na silaha zingine za maangamizi makubwa kama vile WMD, pamoja na raia zaidi ya 3,400 ndio waliouawa katika taifa la Iran mpaka sasa. Aliendelea kusema kwamba katika kisa kimoja tu watoto 168 wasio na hatia wenye umri kati ya miaka 7 hadi 12 walilaluliwa vipande vipande bila huruma katika mashambulizi ya mara 3 dhidi ya shule ya msingi ya wasichana katika mji wa Manbij kusini mwa Iran. Reza alilahani zaidi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na bodi ya magavana ya nishati ya atomic na mkurugenzi mkuu wake kwa kushindwa hata kutoa lawama ya maneno tu kuhusu janga la Manbij, huku wakipitisha maazimio ya kuweza kupinga Iran. Nikinukuu maneno yake hapa, alisema kwamba kuto kuchukua hatua na kuto kujali huku kunaonyesha kwamba dunia inaelekea kwenye mtelemko wa kuporomoka kwa maadili na kisheria. Je, kuwatuliza na kuwanyamazisha wavamizi kuna maanisha chochote zaidi ya kuwasaidia kuwaunga mkono? Je, hakutasababisha kuwapa ujasiri wa kuweza kufanya uhalifu zaidi kwa ukatili dhidi ya mataifa mengine zaidi? Aliuliza Bwana Reza. Lakini zaidi ya hayo, mjumbe huyo wa Iran aliangazia vitisho vilivyotolewa na Israeli kwa amani ya kikanda, kwani utawala huo ndio pekee ambao hauko upande wa NPT huko Asia Magharibi unaofuatilia shughuli za nyuklia za siri na umiliki wa makumi ya vichwa vya nyuklia, huku maafisa wake wakitisha kuvitumia.
Pia alilalamika kuhusu juhudi zinazoendelea za kimfumo zinazofanywa na kundi la mataifa yaliyolenga kukandamiza haki isiyoweza kuondolewa ya matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia au kuhusisha bandia na wasiwasi kuenea kwa nishati hiyo. Lakini wakati huo huo alionya kwamba ulinzi wa nishati ya atomic unatekelezwa kwa njia ya kibaguzi sana, kisiasa na yenye vikwazo vingi, ili kuweza kuzifanya nchi za dunia kuachana na haki yao ya asili ya kuendeleza mzunguko wa kitaifa wa mafuta ya nyuklia. Lakini kibaya zaidi ni kwamba Marekani, moja ya hazina za mkataba, inailazimisha Iran hadharani na waziwazi kuachana kabisa na utekelezaji wa haki hii ya asili, alisema. Na wakati ombi hili alam lilipokataliwa kabisa, Marekani pamoja na chama cha nyuklia kisichohusika na NPT kimepigana vita viwili vya uchokozi na kuweza kulenga kwa nguvu vituo vya nyuklia vya amani vya chama cha jimbo hilo. Marekani na utawala wa Kizayuni walianzisha vita viwili vya jinai dhidi ya Iran, ikiwemo ile ya siku 12 ya mnamo Juni mwaka 2025, ya siku 40 ya mwaka huu mnamo Februari mwaka 2026, ambapo ilikuwa ni Februari 28, huku mashambulizi ya anga yakiwaua maafisa wakuu wa Iran na makamanda. Kwa mujibu au kujibu vita hivyo viwili vilivyoanzishwa na Marekani na Israel, vikosi vya jeshi la Iran viliendesha mawimbi ya mashambulizi yaliyofanikiwa dhidi ya malengo nyeti ya kimkakati ya Marekani na Israel katika eneo lote la Ghuba. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho, mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kukusogezea taarifa hizi ambazo tutakuwa tunakusogezea katika chaneli hii. Asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho tunapotamatisha taarifa hii. Kikubwa, endelea kufuatana nami, endelea kuwa nami, endelea kuwa katika chaneli hii. Tukutane wakati mwingine na wasaa